ujumbe ambao ni mfupi tunaokwenda kujifunza siku ya leo. Je, ni nani wa kumsikiliza? Je, ni nani wa kumsikiliza? Hapa tunaona tunapoanza mstari huu wa 9. Neno la Mungu linasema, na wakati mwingi ulipokwisha kupita na safari ikiwa ina hatari sasa, kwa sababu siku za kufunga zilikuwa zimekwisha kupita, Paulo akawaonya. Hapa Paulo yuko pamoja na wasafiri wengine na wafungwa wengine, wanasafirishwa kupelekwa Italy, wanasafirishwa kupelekwa kwenye mashtaka. Tunaelewana eh? Amen. Lakini katika safari hiyo wanalindwa na huyu akida au mkuu wa jeshi, na wanapakiwa kwenye meli wakisafirishwa kwa bahari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Paulo anawaambia mstari wa 10, akawaambia, wanaume, naona kwamba safari hii itakuwa na madhara na hasara nyingi, si ya shehena na merikebu tu, ila na maisha yetu pia. Safari hii tunayoendelea nayo, naona si safari njema. Itatugharimu mizigo tuliyoibeba, lakini itagharimu meli inayotubeba, lakini itagharimu na maisha yetu sisi. Kwa hivyo tusiondoke hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusiondoke hapa. Paulo ni mtu mmoja, anamwambia akida, anamwambia nahodha, anamwambia mwenye meli, na anawaambia wafungwa wengine na watu wengine waliokuwepo kwenye ile meli, tusiondoke mahali hapa. Mstari wa 11, lakini yule akida akawasikiliza nahodha na mwenye merikebu zaidi ya yale aliyoyasema Paulo. Lakini mstari unapoendelea hapo mbele, mstari wa 12 unasema, wengi wao wakatoa shauri la kutweka kutoka huko ili wapate kufika Foinike. Maanake na wale watu wengine pia wakakubaliana kwamba hapa tusibaki bwana, tuondoke. Tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa tunaona nini hapa? Walipoondoka, wakiwa wanaondoka, ilikuwa ni shwari, hamna upepo, hakuna dhoruba yoyote. Kwa hiyo wao kwa kuangalia wakati huo, akida akakubaliana na nahodha kwamba nahodha anasemaje? Nahodha anasema tuondoke. Mwenye meli unasemaje? Mwenye meli anasema tuondoke. Na nyinyi watu wengine wote wengi mnasemaje? Tuondoke. Lakini Paulo anasema tusiondoke. Katika maisha yako, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni nani unachagua kumsikiliza unapokutana na changamoto kadha wa kadha? Unapoona mbele huoni mbele, ukiangalia huoni chochote, ukiwaza na kufikiri, ukibaki peke yako umejifungia mahali, ukijiuliza maswali hayana majibu, ni nani wa kumsikiliza? Asubuhi ya leo na siku hii ya leo tunajifunza hapa neno moja kubwa. Paulo anawaambia wakati wamekwenda, wameanza safari, upepo ulikotokea ukatoka, upepo mkubwa wenye jina, ukaanza kuipiga ile meli kwa namna ambayo si ya kawaida, na kila mtu kuanzia nahodha, akida, mwenye meli na watu walioko pale, wote wakaingiwa na hofu, wakijua ya kwamba meli itapinduliwa na sisi tutaangamia mahali hapa. Kwa hiyo wakaanza kufanya juhudi na jitihada. Biblia inatuambia hapa wakaanza kumwaga shehena, kitu ambacho Paulo alikwisha kuwaambia kwamba bwana, ninaona shehena ya mizigo tuliobeba, ikiwa ni ngano, ikiwa ni mizigo ya biashara, hii itakwenda kuangamia. Ni bora tukabaki hapa tukasubiri mpaka wakati ambapo utakuwa shwari,
Mungu atakapotupa amani, Mungu atakapotupa utulivu wa kuchukua maamuzi walioyafanya mahali pale bila kumsikiliza mtumishi wa Mungu Paulo, yalienda muda sio mrefu yakaanza kuonyesha madhara mbele, wakaanza kutupa ile shehena. Siku ya kwanza Biblia inaongea hapa, inasema na siku ya tatu kwa mikono yao wakaanza kupunguza na sehemu ya ile meli. Maanake kama kuna vyuma kama kuna mambao ambayo hayana kazi, Biblia inasema kwa mikono yao wakaanza kuitupa ili kupunguza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huku mbeleni Paulo anasema, wanaume au watu mliopo hapa, mlipaswa kunisikiliza mimi. Mstari ule wa 10 na mstari ule wa 21 unasema, walipokuwa wamekaa wakati mwingi bila kula chakula, Paulo akasimama katikati yao akasema, wanaume, iliwapasa kunisikiliza mimi na kutokung'oa nanga huko Krete na kupata madhara haya na hasara hii. Kama mngenisikiliza, msingepata hasara ya kutupa shehena na madhara yote haya na hofu yote iliyotuingia, kama ukiamua kuchukua uamuzi wa kumsikiliza mtu sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anazungumza kwa sauti nyororo yenye upole katika moyo wako, lakini anatumia watumishi wa Mungu, anatumia neno lake, anazungumza. Sasa yapo maeneo au mazingira mengi ambayo katika maisha yetu tunakosa wa kumsikiliza na tunakutwa na madhara na tunapatwa na mambo ambayo hayakutupasa kutupata, lakini ni kwa sababu tu hatukumsikiliza mtu sahihi au hatukumsikiliza mtumishi wa Mungu. Kuna maeneo ambayo nataka niyataje. Mtu anapokuwa katika hali ya kuumwa, ugonjwa, ni eneo mojawapo muhimu la kusikiliza sauti sahihi. Iko sauti inayokuambia utapona, lakini iko sauti inayokuambia utakufa katika ugonjwa huu. Ni wakati muhimu sana wa kujua ya kwamba ni vizuri ukasikiliza sauti ikuambiayo au ikutiayo moyo katika wakati wa ugonjwa. Yupo daktari ambaye anakuambia kwa taarifa na vipimo tulivyonavyo, siku zako zinahesabika. Lakini yuko mtu anayekwambia kwa kusudi la Mungu utaishi na utapona ulitumikie kusudi la Mungu. Chagua kusikiliza sauti ile ya mtumishi wa Mungu ukaishi, usipate hasara. Amen. Lakini ipo pia hali unapokuwa kijana, kuna kuingia katika maisha ya uchumba, kuna kuingia katika maisha ya ndoa, kuna kusoma kama hao wanaosoma. Ni vizuri ukachukua sauti au ukaisikiliza sauti ile kuongozayo katika hatima yako. Si ni sawa? Kuliko sauti ile kupotezayo. Sauti ile haijalishi. Hapa tunaona watu wengi, nahodha, mwenye mali, mwenye meli hiyo. Iko sababu unaweza ukasema watu wengi bwana wanashauri namna hii, lakini Mungu anaposhauri anajua, kwa sababu Mungu anakujua. Yeye ndio aliyokuumba na anajua hatima ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninataka nikupe maeneo ambayo ni muhimu. Mtu anapoingia katika dhiki, andika kama unaandika. 1, nimesema ugonjwa. 2, nimeongelea habari ya ujana. Unapokuwa katika ujana, unahitaji kusoma, unahitaji kuwa na uchumba, unahitaji kuwa na ndoa. Lakini eneo lingine ni eneo la dhiki. Dhiki ni wakati wa shida, ni wakati wa madeni, ni wakati wa migogoro, ni wakati wa huna kazi, ni wakati labda umefukuzwa kazi, au ni wakati umefiwa. Wakati wowote mgumu ni wakati muhimu wa kuwa makini
eneo la kuchagua ni nani wa kumsikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati katika maisha, eneo la imani na eneo la ibada, kuna wakati sauti inakwambia au watu wanakuambia kwenda ibadani ni kupoteza muda, hiyo ni sauti. Lakini kuna mtu anakuambia usiache ibada, hiyo ni sauti. Leo ninakupa shauri kwamba chagua kusikiliza sauti ya Mungu, chagua kusikiliza watumishi wa Mungu. Bahati nzuri, Mungu ameinua watumishi wengi sehemu mbalimbali, na kila mtumishi akizungumza na kijana anaongea habari ya kumtia moyo, anaongea habari ya kumnyosha kwenye njia. Yote hiyo ni sauti, kama ile sauti Paulo anayewaambia ndugu zangu wanaume, tusiondoke mahali hapa, maana tunapoenda tutapata hasara.